Hello guys, hii ni Pips Rain Forex. Leo taenda kuzungumzia smart money concept. Hiyo ni strategy ambayo unaweza kutumia katika kutrade na ikakupa matokeo. Kama tunavyojua kuna strategy nyingi tofauti ambazo zinatumika katika kutrade forex, lakini kila mmoja anaamua strategy gani ambayo anaweza akaielewa vizuri, akakomaa akaielewa na ikampa matokeo katika market. Hivyo basi leo tutaenda kuongelea concept zinazopatikana katika hii strategy yetu ya smart money concept. Concept ya kwanza ambayo tutaenda kuizungumzia leo, tutaenda kuiangalia, tutaichambua na kuitambua inatokea vipi katika market, ni liquidity engineering. Liquidity engineering inatakiwa tujue tunaionaje liquidity engineering katika soko, katika chati yetu, na inatusaidia nini. Kama tunavyojua market huwa ina move either inaweza kaa ni uptrend au inaweza kaa ni downtrend au inaweza kaa ni sideway. Hivyo basi market ikiwa ni uptrend, tunajua kabisa market inatembea katika mfumo huu hapa. Kwa market haiwezi kaenda tu moja kwa moja, lazima iende, irudi, retest, ipande, ina retest, inapanda, ina retest. Hivyo basi market imetoka point hii hapa, hii higher imetoka kwenye hii point hapa, hii higher low, imekuja mpaka huku hapa kwenye mstari niliochora kutoka kwenye point ya higher. Market inapokuja kuvunja hapa, tunasema market imeshift, imerudi chini tena, imekuja imevunja tena hii higher hapa, tunasema market imeshift. Kitendo cha kuvunja hii point hapa, maana yake market imeshift. Imekuja tena imevunja point hii hapa, tunasema market imeshift. Hivyo basi hapa ilikuwa ni uptrend. Market inapotaka kuchange trend kuwa downtrend, itakachokifanya itafanya hivi. Anyway, ngoja nifute hii tusipoteze muda. Market inatembea hivi kama tulivyoelekezana, inatembea hivi kama tulivyoelekezana, inatembea hivi hasa. Unakuta market imekuja imevunja hapa. Huku kumbuka tulikuwa tunakwambia market kitendo cha kuvunja pointi high, hiyo ni tunamaanisha kwamba market imeshift. Kitendo cha kuvunja hii previous high, maana yake market imeshift. Kuvunja tena hii previous high, market imeshift. Kitendo cha market kuja kubreak hii higher low hapa chini, point hii hapa, kuja ku break previous higher low, tunasema market imechange character. Yaani hiyo ni ishara ya kutuonesha kwamba market inaenda kubadilisha trend. Kama ilikuwa ni uptrend, market inaenda kuwa downtrend. Sasa market itakachokifanya hapa, itarudi kwenye point hii hapa. Ngoja nichore kwenye point hii nyuma hapa.
kwenye hii point nyuma. Market itarudi kwenye hii point nyuma hapa. Tufanye hivi. Market itarudi kwenye hii point nyuma hapa, then itashuka. Itashuka. Kwa market itaishia hapa. Tuna expect stop loss yetu tuje tuiweke hapa. I mean juu kidogo. Juu kidogo ya hii point hapa. Ndio stop loss yetu tunakuwa tunaiweka hapa. Kwamba hapa ndani ni uwanja wa nini? Wa stop loss. Kwa stop loss yetu itakaa huko. Kwa nini? Kwa sababu market imekuja imevunja hii hapa previous higher low. Kwa hiyo vunja previous higher low, tuna expect market inaenda kuchange nini? Character, au inabadilisha nini? Trend. Kwa kama inabadilisha trend, market itakuja kwenye point hii hapa. Previous higher high. Itakuja kwenye point hapa, itashuka chini. Kwa sasa hiki hapa kilichotengenezwa hapa, hiki hapa, chora hivi, hiki hapa, hiyo ndio tunaita liquidity engineering. Kwamba market imefanya liquidity engineering. Kwa hiyo sasa kama market imetengeneza liquidity engineering ambayo ni point hii hapa na hii hapa, baada ya kuja kuvunja huko, tunajua kabisa kwamba hapa market imetengeneza liquidity engineering. Kwa market itakuja hapa kwenye hii liquidity engineering kuichukua, na huku itakuwa stop loss yetu. Kwa market itachukua point hii hapa, then itashuka. Kwa uptrend liquidity engineering huwa inatokea hivi. Kuja tuangalie downtrend inakuwa vipi. Upande wa downtrend, kama tunavyojua, market inakuwa imetoka juu inashuka chini. Kama tunavyojua lazima itembee katika lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Hivyo basi kama kawaida kwenye point hizi hapa market tunasema imeshift. Inapokuwa inavunja lower low, previous lower low, inapokuwa imevunjwa, maana yake market hapa tunasema imeshift kutoka hapa mpaka hapa. Kitendo cha kuvunja hapa maana yake market imeshift. Market imekuja imeretest tena, imekuja tena imeshift hapa. Itaita market shift. Okay, ngoja nifute hii mistari hapa. Hii nisiweze kuwachanganya. Ngoja niichore vizuri kwa ukubwa. Market ina move hivi. Hivi. Lower low, lower high. Lower low, lower high. Market ilikuwa na move kama kawaida, ilikuwa na move katika downtrend. Itengeneza lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Market imekuja imevunja hii previous lower high. Imekuja kuvunja previous lower high. Hivyo basi iliyovunja previous lower high, tunategemea market inaenda kuchange character, market inaenda kuchange trend.
Kwa sababu ilikuwa ni downtrend, hapa inaenda kuwa uptrend. Hivyo basi kama inaenda kuwa uptrend, hiki kitu ilichokiacha huku nyuma huwa tunaita liquidity engineering. Kwa market huwa inakuja kwenye point hii hapa, kwenye point hii hapa, market itarudi kwenye point hii hapa. Ngoja nichore hivi. Itarudi kwenye point hii hapa, itatap, then itaendelea na nini? Na trend. Itaendelea na trend, itachange trend. Yani kama nilivyosema kwamba hapa market kitendo cha kuvunja hii hapa previous lower high, manake market inatuonyesha kwamba inaenda kubadilisha direction, kwamba inaenda kuwa ni uptrend. Kwa maana yake itakuja itachukua point hapa, then itaendelea na uptrend. Kwa stop loss yako stop loss yako tunaiweka hapa. Kwa market inaweza ikacheza hapa, ikacheza hata ikarudi huku ndani kidogo, lakini mwisho wa siku ikaendelea na safari. Kwa liquidity engineering katika uptrend inatokea katika mfumo huu hapo. Okay, twende tuone katika sideway. Katika sideway kama tunavyojua market huwa ina move namna hii, yenyewe haiwi uptrend wala downtrend. Hivyo basi unakuta market imekuja imevunja hapa, ilivyovunja hapa ikaja ikavunja hapa, imevunja juu, inakuja inavunja chini. Imevunja juu, imechange character hapa, afu imekuja tena imevunja huku chini. Hivyo basi kitendo cha kuvunja huku juu na kuvunja chini, hiki hapa ilichotengeneza kama kawaida, tunasema market imefanya liquidity engineering. Hivyo basi tuna expect market itarudi hapa kwenye liquidity engineering yetu, ambao ni hapa point hii hapa, then itaendelea na safari. Kwa sababu market ilivunja juu, imekuja tena, tuitegemea kama imevunja juu basi ije huku ndani iende tena juu kama inaenda uptrend. Sasa imevunja huku juu, imekuja tena imevunja chini. Hapa tunaona kabisa kwamba hapa imetengeneza nini? Liquidity engineering. Kwa moja itakuja itachukua hii point, then itashuka. Kwa hiyo ni liquidity engineering ambayo inatokea katika sideway market. Nafikiri mpaka hapo tumeelewana. Kinachofuata twende moja kwa moja kwenye chart ili kuoneshana liquidity engineering zinatokea vipi. Kama unielewa hapo, utakapoenda kwenye chart moja kwa moja itakuwa rahisi kuelewana. Twende kwenye chart tuangalie liquidity engineering zilitokea wapi, na market je ili respect hiyo liquidity engineering. Okay, tunaweza tukaangalia market hapa. Market imetoka huku juu, kutoka hapa point hii hapa mpaka point hii hapa, kipande hiki hapa, kutoka hapa juu mpaka hapa chini. Maana yake market hapa ilikuwa ni downtrend. Sizungumzii huku,
Nazungumzia kutoka point hii hapa mpaka point hii hapa. Kama tunavyoona market ilitembea, ilipanda, ilishuka, ikapanda, ikashuka, ikapanda, ikashuka, ikaja ikavunja hii lower high. Market baada ya kuvunja hii lower high, tunacho expect, tunaangalia huku nyuma ilituachia nini? Tunakuja kukuta market ilituachia liquidity engineering ambao ni hii hapa. Kumbuka nilipokuwa nafundisha huko kuhusu liquidity engineering katika downtrend, ni kwamba market ilikuwa inashuka, 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 ikaja ika change character hapa. Market ika change character hapa. Ilivunja hii hapa previous high, previous lower high. Kwa kama market ilikuja ilivunja hii previous lower high, maana yake tunategemea market inaenda kwa nini? Kuwa uptrend. Kwa kama market inaenda kuwa uptrend, tunaangalia huku nyuma imetengeneza nini? Liquidity engineering. Tukiangalia hapa tunaiona liquidity engineering ambao point tunaichukulia hapa. Kwenye previous lower low, kabla market haijaja kuvunja ile previous higher lower high, kama nilivyokuonesha kule hapa. Hii point hapa ilikuwa ni liquidity engineer, maana yake ndo liquidity engineering yetu imetokea hapa, na stop loss yetu itakuwa hapa. Stop loss yetu itakuwa hapo. Kama stop loss itakuwa hapo, moja kwa moja tunakuja kuona kwamba market imekuja imetembea, ilivyokuja kuvunja hapa, ilivyokuja kuchange character hapa, ambapo kuchange character maana yake ndio kunatuonesha kwamba trend inaenda kubadilika. Market imekuja imechukua point yetu ya liquidity engineering hapa, then imebuy. Kwa maana kama entries tulikuwa tunaziweka hapa, stop loss tunaweka hapa. Kwa market kweli imekuja imechukua, then imebuy kutoka hapa mpaka hapa, ni pips za kutosha. Yapo ikarudi tena hapa, ikarudi tena kuchukua, ikaondoka mazima. Kwa hiyo hiyo ni liquidity engineering inavyotokea katika chart. Inakuwa katika mtindo huu hapa. Ngoja tuangalie nyingine. Tuangalie nyingine. Hapo tulikuwa tumeiangalia katika downtrend. Labda tuangalie katika uptrend. Wewe inatokea vipi? Wapi ilitokea? Ya tuone. Tunaweza tukaona hapa. No. Nitafute sehemu nyingine. Nataka niangalie ambayo iko clear ili iwe rahisi hata unapokuwa unazichambua. Ziko nyingi. Sema nilikuwa sijaandaa mifano. Kwa ndio maana unaweza usinielewe, lakini zipo nyingi. Sasa tukaangalia hapa. Market ilikuwa imetoka huku chini. Imetoka point hii huku chini. Ikaja point hapa juu. Kutoka hapa mpaka hapa ilikuwa ni uptrend. Market imepanda
hapa imeshuka, imepanda, imeshuka, ikapanda, ikaja ikashuka, ikapanda, ikashuka. Kwa market ilitoka huku chini ikapanda mpaka juu hapa, lakini tunakuja kugundua kwamba ilipotoka hapa juu market hapa ilishift, ilichange character hapa. Kwa market ilivunja nini? Hii previous lower high. No, ilivunja hii previous higher low. Yani market imetoka huku imekuja kuvunja hii previous higher low. Japo kwa mwingine, kwa wengine sasa amba tunaangalia market ilikuwa ilienda higher high, higher low, higher high, higher low, ikaenda higher high, ikaje ikashuka hapa ikavunja. Na tunapokuwa tunazungumzia kuvunja, maana yake tunakuwa tunaangalia bode ya kendo. Yani kendo iliyovunja tunaangalia bode yake imefungia wapi. Tunakuja tukiangalia vizuri hapa tunakuja kukuta bode imekuja imevunja hapa chini, imeshuka chini. Ukiangalia huku wiki ilipoishia na hapa hii bode imevunja hapa, imevunja kwenye hii wiki, imepitiliza hii wiki, imevunja huu mstari ambao tumeuchora kwenye hii previous hello. Kwa sasa kama market imevunja hapo, tunachoki expect kwamba market imeenda ku change character, maana yake market imeenda ku shift. Kwa kama market imeenda ku shift, kinachofanyika tunaangalia huku juu, itutengenezea liquidity engineering ambao tunaiona katika pointi hii hapa. Kwa market iliyovunja hapa imekuja imerudi, imechukua liquidity engineering ambao stop loss tungeweza kuiweka wapi? Stop loss yetu tungeweza kuiweka huku. Lakini sasa mtu anaweza kujiuliza kwamba hii ni 4 hour, hii market ipo katika 4 hour, afu unasema stop loss tungeiweka huku. Stop loss ukiweka huku, mbona pips zitakuwa nyingi sana, itakuwa mbali sana, sababu hapa ni movement kabisa hapa ya market. Lakini kuna namna ya kuminimize riski. Kwa kuna namna ya kurefine ambayo tutakuja kuona mbele, namna tunapokuwa tuna trade smart money concept, ndio tutaelewa tuna refine vipi mpaka kupunguza hizi pips hizi, kupunguza riski ya stop loss. Stop loss yetu tujue tunaiweka wapi. Kwa hivyo hizo ni concept za mbele huko, ila sasa hivi nitaka nikuoneshe liquidity engineering inatokea vipi. Kwa mpaka hapo nafikiri tumeelewana. Liquidity engineering inatokea vipi? Kwa kipindi kijacho tutaendelea na concept nyingine. Asante sana guys.